Bana, fuata hatua hizi kwa makini, zitakusaidia katika faili lako la WhatsApp, katika vitu mbalimbali. Basi kabla tujaendelea na video yetu, kuomba usiache kusubscribe, like, comment pamoja na share vitu viwafikia watu wengi zaidi, pamoja na comment. Basi tuendelee. Katika account yako utaingia katika sehemu imeandikwa privacy. Tugusa neno imeandikwa private. Baada ya hapo utaingia katika sehemu imeandikwa contact, change private settings. Ukiingia hapo utaona kuna hide blue tick, hide second tick, hide typing, hide recording. Bana, hapo hide blue tick utaziona. Muona ukihide typing, mtu akiwa anaandika au wewe ukiwa unaandika autoona. Muona hide recording, means kama ni mtu anarekodi au wewe unarekodi autoona, lakini unaambiwa use this method on your own risk, message cannot be sent. Kimaanisha kwamba unapotumia au kuweka hichi kitu kitafanya kama message katika WhatsApp yako kutokufika. Yaani mtu atakutumia message hazitofika. Kufika zinaweza zikafika, lakini kutoka kuna matatizo hayo. Kwa hiyo ukiona hiyo hali inatokea, itabidi ujitoe katika hiyo sehemu. Chini tunakuja kuna show blue tick after reply, contact will only blue ticks after you reply. Tutawasha on hapo. Tunakuja kuna hide view status, hapo tutazima kama don't tell contacts that you have view status. Bana, katika status ya mtu, yeye utaangalia status yake, lakini yeye hatakuona wewe kama umeangalia. Unaona, kwa maana utapoona status ya mtu yana fulani ameview status yako, lakini ukitaka off hapo yeye ataona. Tunakuja katika broadcasting, ambapo ni hapa kuna ID blue ticks, ID second ticks, ID blue ticks microphone. Hapo ukiid hivi vitu utakuwa umeviid kwa huyo mtu yeye. Umeona kwamba yeye kwake akiwa na record au utaona, akiwa na type au utaona, na vitu kama hivyo. Pia katika kipengele cha pili katika private setting, hapo tutaingia hapo. Kuna kitu hapa tumekisahau. Kuna WhatsApp lock. Katika WhatsApp lock kuna fingerprint pattern and pin. Basi katika hizo wewe utachagua utumie fingerprint pattern au namna ipi. Pia utakuta kuna immediately, after 1 minute, after 3 minutes. Utachagua hapo kwamba ukiweka hiyo pattern yako ifunguke baada ya muda gani. Ukiweka immediately means kwamba ukiweka fingerprint yako tu itafunguka hapo kwa hapo. Pia kuna change password, change pattern, recovering question, change lock pattern, wallpaper, make pattern invisible and disable pattern vibration. Ndio. Pia kama umesahau pattern yako, kuna password ambayo ni muhimu ya WhatsApp ambayo ni 0000. Hii hapa itakusaidia wewe pindi umeka pattern na umesahau. Ukitumia hii itafanya kurecover password yako, ama wewe kuweza kubadilisha password yako ambayo umesahau. Hebu tuweke. Kama unavyoona hapo tayari shafunguka. Basi hiyo ni recovering pattern ambayo utaitumia itafanya kazi katika application yako. Katika privacy hapa ambacho tumesahau kingine, kuna group. Tunadili na privacy. Tunakuja katika more options, more settings. Hapa kama unavyoona tunakutana na vitu mbalimbali hapa. Katika picture hapa tunakutana na chat my picture, chat contact picture, show contact picture on every message, show my picture on every chat message. Ni kwamba hapa utaruhusu picha yako ionekane katika kila jumbe au katika kila message ambayo unamtumia mtu, picha yako ambayo umeweka profile itaonekana. Na hapa katika chat contact picture itamaanisha kwamba picha ambayo mtu ameweka DP itafanyika kuwa kama wallpaper katika chatting yako wewe.
Kitu kingine kuna bubble style, utachagua bubble style ambayo unaipenda wewe. Tumisi kwamba bubble style ni vile vyumba ambavyo vinakuwa ndani yake kuna message. Kwa hiyo utachagua ni style gani ambayo unaipenda wewe. Kuna aina mbalimbali hapo, kuna za duara. Kuna hizi zimekaa kama paper imefunguka. Wewe utaangalia kuna transparent. Na kadhalika. Kwa hiyo hapo utachagua ni aina gani utaipenda ikae katika application yako hii hapa. Ndio tuangalie hapa zote, tuangalie zikoje moja moja, tuone zikoje kwa makini. Bana, lakini pia niombe nikukumbushe kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kushare, pia na kudondosha comment yako hapo chini katika somo letu hili la leo, ambapo leo tunafanya settings ya jumla katika WhatsApp yetu. Tushazoea tukiingia YouTube na tunafanya settings, lakini ni nusu, lakini leo nimeamua nipite na settings zote kwa wakati mmoja ili tujue namna ya kufanya setting WhatsApp yetu ikaonekana kijanja zaidi, ikawa ni mnyama. Hii naona imekaa vizuri. Kuna 3D hapa, kuna hiyo vikopa namna hiyo, yani zipo za tofauti. Kwa ni wewe tu utaipenda ipi. Lakini pia nikukumbushe kwa wewe unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, kuna video mbalimbali ambazo tumepost hapo nyuma. Usiache kupita kwa kusubscribe na kudondosha comment yako hapo, like na kushare, ili kuwa mmoja wa wanachama wa channel yako pendwa Harrison Tushi Online, tukapata kuwa pamoja kabisa. Kama unavyoona hapo kuna 3D monster, wewe utachagua wewe ni gani ya bubble style ambayo utaipenda. Hata mtu akishika simu yako akiingia WhatsApp akiangalia hivi, yani simu yako inakuwa tofauti kabisa na mtu mwingine, mpaka mwenyewe baki anashangaa kwamba hii simu ni gani. Kama unavyoona ni tani, nyama sana, iko poa sana, iko poa sana. iOS 3D2 Kaya. Tunakuja katika option ya pili, ambayo hii itakufanya wewe kuziweka rangi zile chatting zako. Kwa nyuma hapo, nyuma hizo chatting kuna kuweka picha, lakini kama utakiweka picha utachagua kama weke solid color ambazo ni kama kuna hizo nyeusi, nyekundu, njano, blue. Utachagua kama mimi hapo nyuma background hapo conservation background color ni nyeusi kama unavyoona hapo. Na kama unavyoona hapo nakwambia change background color. Pia katika vyombo vya kuchatia hivi conversation room utachagua ni gani ya rangi ambayo utakaweke. Kwa mfano kama chumba cha kwanza hiki ambacho hiki ni message zangu mimi ninazotumia huyo mtu, utaweka kile kina rangi gani, kile kina rangi ya njano. Lakini pia katika maandishi nitapendelea maandishi yawe na rangi nyeusi. Nyeupe inatofaa sana, nitapendelea ni nyeusi. Lakini pia katika time hapa chini katika hii time nitapendelea ni penyewe iwe ni nyeusi, ili niweze kuona kama unavyoona hapo saa 1:11 PM inavyoonekana kwa uzuri kabisa.
itaonekana namna hii. Tunakuja katika left bubble. Left bubble color penye tutachagua message za huyo mtu atakaye anatumia. Mimi nitapendelea concentration room yake iwe ni nyeupe, na katika maandishi yake nitapendelea yawe meusi. Left bubble time color, katika time hapo nitapendelea iwe nyeusi ili niweze kuona. Pendelea kuweka nyeusi ili niweze kuona. Tutakuja katika delete message icon color, yani kwamba mtu atapofuta message yake utapendelea. Lakini mtu akiwa amekutumia message ikafutwa, utaona kabisa pale kwamba this message was deleted. Hiyo utapendelea hiyo iwe na rangi gani? Utachagua hapo. Chagua ni aina gani ya rangi ambayo utapendelea wewe iwepo. Pia hapa chini kuna vitu mbalimbali. Kuna quitted name color, quitted message color, na kuna quitted background color. Katika quitted driver color, hii ni rangi ambayo inakaa pembeni ya message ambayo mtu kakutumia. Kwa utachagua ile rangi gani. Kama unavyoona hapa ile rangi niliyoiweka hii hapa, muona kwa pembeni kule. Kuna rangi inaonekana kabisa hapa kwa vizuri. Mimi nitapendelea hii katika quitted driver color iwe njano. Kama unavyoona hapa kuna kinjano kwa pembeni kabisa hapo katika Alex hapa. Tutakuja katika quitted name color. Jina la huyo mtu liwe na rangi gani? Nimeandika nyeusi hapo ili niweze kuona kwa vizuri, kwa sababu hii hapa concentration room yetu tutaweka nyeupe. Ni vizuri maandishi ya meusi ili iweze kuonekana kwa uzuri kabisa. Nitakuja katika quitted message color. Huo ujumbe atanitumia yeye uwe ni rangi gani? Hapo tukiweka njano. Tuangalie hapa katika solid color. Pia katika quitted background color hapo tutaangalia background color tunataka iweje. Kwa hiyo tumeweka nyeusi. Kuna remove red more. Kuna ile pale mtu anakuwa kutumia message ndefu ina maelezo, alafu unakuwa unakutana na zile read more kwa kiakaoni, utakuwa uzione zile, utakuwa unaziona message yote mwanzo mwisho, yani bila ku kama unavyoona hapo katika kipengele hiki. Settings zake tuzirekebisha namna hii. Tutarudi nyuma. Kama hapo unaona kuna action bar, kuna version, kuna picture, kuna more setting. Tutarudi nyuma tena tuangalie, je, tulichokiweka ndicho kimekuwa? Bana, kama unavyoona jinsi tulivyorekebisha ndivyo ilivyokuwa. Katika boutique zetu kama unakumbuka tuliweka hiki animation hiki kama unavyoona. Katika message kama hapa kwa hapa inaonekana kimenuna, kitimizi kwamba hii message bado haijasomwa. Kwa kwamba hichi kio kimefly kama hivyo, unaona kimeachia mikono yake kinashangilia, kitimizi kwamba huo ujumbe huyo mtu kashaupokea na kashausoma. Kwa hivyo ndivyo inavyoonekana. Kama tulivyorekebisha settings zake ziwe nyeupe, concentration room zake. Tukija kwa upande wa pili tunaona hizo messages zimesoma zote na kinacheka, lakini tukituma message unakiona kama hapo kimenuna, it means kwamba ujumbe bado haujasomwa. Na ukiwa umekwisha somwa utaona hapo kinashangilia, kinacheka. Kama unavyoona ujumbe wetu ushasomwa hapo, kinashangilia. Bana, usiache kusubscribe, kulike pamoja na kucomment katika channel yangu hapo YouTube yangu.